mtu anaitwa Chris Kopa Mugalo. Yaani kuna mtu anaitwa Chris Kopa Mugalo, mmoja kati ya wachezaji wa maana ambao walihudumu pale kwa wekundu wa Msimbazi klabu ya Simba. Kama mtakuwa mna kumbukumbu vizuri, sina kumbukumbu sana, lakini kule South Africa huyu mwamba alipata red card katika mchezo muhimu sana ule wa robo finali baina ya mwekundu wa Msimbazi klabu ya Simba. Sina kumbukumbu kama alikuwa ni Mamelodi Sundowns au nani, lakini mchezo ambao kumbukumbu inanambia baadaye ukaishia kwa hatua ya njia mikwaju ya penalty. Mwamba huyu fundi, mtu mwenye mwili, mtu mwenye nguvu, anaitwa Chris Kopa Mugalo. Bwana Mugalo atarudi nyumbani Tanzania. Chukua hiyo. Najaribu kukupa taarifa, halafu kasikilize chombo chochote, karande popote, kama utasikia habari ya Kopa Mugalo ikizungumziwa. Halafu mimi na wewe tukutane mwishoni mwa msimu panapo na majaliwa ya kwake Allah. Bwana tayari, yani mimi nakwambia tayari. Sikupi tetesi. Chris Kopa Mugalo tayari anarudi nyumbani Tanzania. Na bahati mbaya nilikuwa najaribu kufuatilia umri wake Chris Mugalo ni kwamba ni mdogo wangu. Kiumri miaka yake ni 34. Vile unavyomuona na mwili wake, mwamba huyu Mugalo ana umri wa miaka 34, lakini kwa mujibu wa taarifa rasmi, sio klabu yenyewe, taarifa rasmi kutoka kwangu Gulam, bwana tayari huyu jamaa amesinya na atakuwa mwekundu na mweupe kuelekea kwenye msimu ujao panapo na majaliwa ya kwake Allah. Shekhe, sijataja Simba, nimesema mwekundu na mweupe kuelekea kwenye msimu ujao panapo na majaliwa ya kwake Allah. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba kuhusiana na dili hili la mwamba Kopa Mugalo panapo na majaliwa ya kwake Allah, mimi nataka kuliachia, yani wewe kamate tu hivi ambayo nimekupatia, halafu kuelekea kwenye siku ya kesho panapo na majaliwa ya kwake Allah mtarudi na taarifa ya mwamba Kopa Mugalo. Kuna mtu alishtuka aliposikia Mugalo atacheza Simba. Mugalo haji Simba shekhe. Naomba tuangalie taarifa nyingine. Bwana Clatous Chota Chama, kuna mambo yanaendelea chini, yani usione watu wako na dabi na nini huko anajaribu renew mikataba ya wachezaji wengine, huko anajaribu kuweza kuweka sawa mambo mengine ya kina Ibrahim Keita pamoja na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo kazi zinaendelea pale PSG ya Bongo, yani nazungumzia Yanga Afrika. Taarifa niliyokuwa nayo mimi Gudamu mpaka sasa hivi ni kwamba Clatous Chota Chama anatarajiwa kumaliza kandarasi yake baada ya msimu huu pale ndani ya Yanga Afrika, baada ya kukubaliana kwa mkataba wa mwaka mmoja ambao ndani yake kuna kipengele kwamba Clatous Chota Chama Yanga wakifurahishwa naye watamwongeza aweze kuhudumu. Baada taarifa nilizokuwa nazo, Yanga amefurahishwa na huduma ya Clatous Chota Chama, wakajaribu kumwita mezani pale, wakajaribu kuzungumza naye Clatous Chota Chama kwenye meza kubwa hivi shekhe, pana vinywaji pale, watu wakawa wanapata vinywaji. Inasemekana mara ya kwanza walikuwa akicheka kwa pamoja baina ya wale wa Yanga na upande wa mwamba Clatous Chota Chama. Yani shekhe, wakati ule kikao kinakaribia kuanza, watu wanacheka pamoja, wamefurahi na nini. Yanga akatoa makaratasi shekhe ya mkataba mpya kwamba nakutaka tena uendelee kusalia ndani ya Yanga. Taarifa zinasema baada ya makaratasi yale, Chota Chama na watu wanomsimamia baada ya kuyasoma kwa umakini, wakashtuka. Taarifa zinasema kwamba tabasamu ikaondoka. Najaribu kukupa taarifa za ndani ambazo zilifanyika katika kikao kile. Watu walikuwa wanacheka kwa pamoja, lakini baada ya kuwasoma makaratasi yale, shekhe, taarifa zinasema kile kicheko kikakata ghafla. Kwa nini? Juzi nilikwambia kwamba kuna mambo Yanga Afrika wanayataka, Chama hayataki. Halafu kuna mambo Chama anayataka, halafu Yanga Afrika hawayataki. Katika mkataba mpya, Yanga Afrika wanamtaka Clatous Chota Chama asaini, lakini tofauti na dau lile. Yani wakati wanamchukua akiwa mchezaji huru baada ya kumalizana na Simba, kuna dau pale wakampa kubwa tu, kambwa njoo hudumu Yanga kwa msimu mmoja.
Sasa wanataka kumwongezea mkataba, lakini wanasema hawatakuwa tayari kutoa fedha kama ile walioitoa pale mwanzoni pale mwa msimu huu, wakati wanataka kumchukua Clatous Chota Chama. Yaani tafsiri yake ni kwamba Yanga wanataka kushuka kidogo kumchukua mwamba Clatous Chota Chama. Taarifa za ndani zinadai Yanga Afrika kwanza wamezingatia umri wa Clatous Chota Chama, lakini pamoja na uwezo aliyouonesha. Yaani Shekhe eji imeenda, lakini kiwango chake Shekhe sio kile. Kwa hiyo fedha aliyopatiwa mwanzo pale ili asisaini Simba ilikuwa ni kubwa, lakini fedha mara pili inadaiwa kwamba itashuka. Upande wa Clatous Chota Chama pamoja na watu wake, taarifa za awali ni kwamba wamekataa hilo la awali, wakitaka wapatiwe fedha kama ile au inayozidi ile, lakini si chini ya kushuka fedha kama ile. Kwa hiyo Yanga akasimamia msimamo wake, na unamjua Yanga Shekhe kwa msimamo Yanga akasema punguza Clatous Chota Chama, na yeye akasema tupe muda. Kwa mujibu wa taarifa ya mwisho kwenye sakata la Clatous Chota Chama korokea kwangu Gulam, ni kwamba hakuna maafikiano bado mpaka kufikia leo, hakuna makubaliano bado ya mkataba mpya. Sijasema Chama ataachwa moja kwa moja, wala sijasema Chama ataendelea kucheza Yanga. Nilichosema kikao cha awali bado hawakufikia makubaliano. Tafsiri yake ni kwamba Clatous Chota Chama na watu wake wamerudi kujipanga upya, kufikiria upya, wakati huo pia wakitoa nafasi ya Yanga Afrika kabla ya kikao chingine kama anaweza kuongeza dau hilo na kufikia kama dau walilomsajilia awali au kumwongeza fedha zile.